alikuwa mbabe kuliko Hamasa hapa. Akumwambia mtu yote siri yake, sio? Simajua yao ndio story hata Waislamu, sio? Kwenye Torati, sio? Lakini alipofika kwa Delila sijui alimfanya nini. Samsoni akasema bana, mimi ukirengeta hizo nywele mimi nakuwa fara kabisa na Samsoni nafahamu matokeo yake, alienda mbinguni akiwa na macho. Kwa wanawake mna nguvu sana. Ndugu zangu, Mheshimiwa Katibu Mkuu wetu, tunakushukuru sana kwa kukubali kuhudhuria. Ni fupi sana na nafahamu tumekuwa na vikao vingi hapa kwa siku karibu 5 mfululizo, usiku na mchana, na naamini secretariat naondoka hapa 8 usiku. Nilimwona naibu katibu mkuu leo amepata fatiki mara 2. Tukiwa ofisini pale aliniambia bana najisikia vibaya, nikamuuliza ni pressure, akasema ni fatiki. Round nilimwambia naye ameshapata fatiki amekimbia, akaniambia hapana yupo. Nashukuru sana. Sasa nafahamu mnatufuatilia sehemu mbalimbali duniani kote, Marekani, Tanzania, wote kuanzia Arusha, Kilimanjaro, kaskazini, kila mahali na nchi nzima na pembe zote. Leo tumekuja kufanya jambo muhimu sana. Nitawapa story kidogo kabla hatuja launch, na katibu mkuu wetu ndio ataifanya kazi hiyo baadaye, lakini ni sustainability ya jambo hili. Na kabla sijalisema, najua na katibu mkuu atakuja kushukuru. Mimi niwashukuru sana Watanzania. Kwa kweli tulianza kama hatuendi vile, na nishukuru sana kamati. Naona hapa na Devoto umefika, niliogopa sababu uliaga una shughuli, ninafikuru vile umekuja. Dickson Matata yuko hapa, kamati wote ambao wako hapa angalau tuna taarifa nazo. Tulikuwa na Susan Limo hapa, alisema ajisikii vizuri, na tulisema pengine tuwe na wakati mwingine mzuri zaidi. Tukasema tulazimishe shughuli hii ifanyike wakati huu. Wanasema katika msingi wa kufanikiwa unafanya mambo wakati ujisikii kufanya. You push things to happen when you don't feel it. Kwa leo kulikuwa kuna mazingira kabisa ili tukio, lakini tumelazimisha kwa sababu tuende kwenye hatua nyingine. Lakini washukuru sana, kila anayetoa shilingi moja anapata thamani kubwa sana. Ni kwa sababu tu ya gharama kubwa na namna ambavyo ya kutengeza mfumo wetu wa mzuri, lakini huko tunakokwenda tunafikiri tunaweza tukawa na utaratibu kama wa Republican ama Democrat ama kama Liberal Canada kule, ambapo kila anayechangia atakuwa anapata fursa ya kushukuriwa na viongozi wa kuwa chama kabisa. Na tunaenda kwenye ile eneo hata ukichanga shilingi 500. Niwakumbushe tu wa Tanzania, mkiwa watu milioni 1 mkachanga shilingi 1000 ni bilioni 1 kwa mwezi. Mkiwa watu milioni 1 mkachanga shilingi 500 ni milioni 500 kwa mwezi. Kwa chama hiki kinaweza kikaendeshwa bila kutegemea ruzuku. Mnaweza mkawalipa makatibu wenu wa wilaya, mnaweza mkalipa makatibu huko chini, ngazi zote kuanzia kanda mpaka chini, ikiwa tu kama tutajenga utamaduni. Na neno na maana ya hii kuwa kila mara tunakuja kwenu ni kutengeneza culture ambayo nchi haikuwa nayo. Angalia chama kama Republican cha Trump. Trump ni bilionea na marafiki zake ni mabilionea kama wakina Elon Musk, lakini Trump alikuwa anachangiwa fedha ndogo ndogo, $1, $10, $15 kwa ajili ya kampeni. Mliona mshindani wake yule mama alikuwa anaomba pesa kwenye umma. Chama cha siasa survive yake ni lazima wafuasi wake na wanachama wake wajenge utamaduni kama utamaduni wa kupumua wa kuchangia chama chao. Na sasa tunakusanya database. NIMO imetusaidia kupata database ya kutosha, na viongozi wetu wa kanda wanaendelea na hilo zoezi huko. Lengo letu ni kupata wafuasi milioni 10. Wafuasi milioni 10, tukisema tunakwenda kwenye kampeni wakatoa shilingi 3,000 tu ni bilioni 30. Ni bilioni 30. Hii ni hela nyingi sana. Kwa hiyo msingi mkubwa wa hili jambo ni volume, kwamba tunahitaji watu wengi. Sasa sisi chama kama chama kikuu cha upinzani tuna watu wengi. Data zetu za Chadema ni msingi ambazo tulizipoteza nafikiri kwa bahati mbaya miaka kadhaa iliyopita, wakati ule wa timbu la Rais Magufuli. Tulikuwa na data za watu milioni 7,
maana yake unaongelea watu milioni 7 wangecommit shilingi 1,000 kila mwezi, ni bilioni 7. Chama hichi kikipata bilioni 7 kwa mwezi ni bilioni 84 kwa mwezi. Maana yake chama hiki kinaweza kikawa na vifaa, kikalipa watendaji wake, na watu wakawa wanafanya kazi ya kutafuta demokrasia na utawala bora wakiwa katika mazingira ambayo sio frustrated. Kwa hiyo tunaomba sana Watanzania mjali kama sisi ambavyo tunajali. Hawa viongozi walioko hapa wamekaa hapa kwa siku 5 kufuata mafunzo kwa ajili ya kuja kupigania chama huko chini, kujenga mifumo ya kichama. Hawana kitu kabisa. Hakuna kiongozi yoyote wa chama anayelipwa isipokuwa labda hapa makao makuu, na wanalipwa pesa ndogo sana ambazo mimi naweza nikakiri kwamba siwezi kabisa kuchukua nafasi yoyote hapa makao makuu zaidi ya kujitolea hivi, kwa sababu wanalipwa pesa ndogo. Kuna wakati hata najiuliza wanaweza survive yao ikoje. Lakini kuanzia Nkanda nenda mpaka wilaya, hatuna mtumishi yoyote anayelipwa fedha. Ukiona watu wa Chadema wanatoka mbele, wanakufikia, wanafanya mikutano ya hadhara, wanachangishana fedha za familia yao, wamepay price ya hali ya juu sana. Kwa hiyo wewe Tanzania unanisikiliza, tunachokuomba ni kitu kimoja tu. Tunaomba commitment yako, na atakuja hapa mtaalamu wetu baadaye wa masuala ya IT ambaye atafanya narrative, atasimulia namna gani ufanye subscribe. Kuna ile ya kuchangia mara moja kama ambavyo tumesupply namba yetu. Hii namba yetu 0744446969 ya Vodacom, ambao ukituma nasema Chadema headquarter utapokea pesa. Na naomba sasa hivi ninavyoongea, popote unaponisikiliza na umekaa rafiki yako, mnakula nyama, mna have drinks, changa, hata kama unaweza ukaskip bia moja, ukaskip soda moja, ukaskip nyama kilo moja, changa. Watie moyo na matumaini hawa watu ambao wanafanya kazi kwa usiku na mchana. Nilisema wakati uliopita kwamba watu wamelipa bei kubwa sana, wenzetu wengi tumeshawazika kwa sababu ya kulipa price kubwa, kwa sababu ya kupigania harakati na ukombozi wa nchi. Tumezika wakina Mawazo, leo tuna watu kama wakina Ben Sanane, leo kuna vijana wadogo hapa Dar es Salaam wakina Soka, hawajulikani walipo, wamelipa gharama kubwa sana. Kwa hiyo tunapokuomba wewe ulipe gharama tu ya kutuma pesa kwa ajili ya kazi hii iwe rahisi, watu watembee, watu wakahubiri ukweli, alafu ukajisikia kwamba uweze kufanya, unakuwa udisappoint chama hiki au udisappoint harakati, unadisappoint sana future ya familia yako, kwa sababu commitment ya mapigano leo ikiwa bora, watoto na wajukuu zako watakuwa na maisha mazuri sana katika siku za usoni. Na hatuna thamani ya kuishi kama thamani yetu ni kula, kunywa, kuvaa, kuseksi, kuzaa, alafu kuzeeka, kufa. Inakuwa sio thamani ya kuishi kabisa. Thamani ya kuishi ni pamoja na kwamba mimi napoishi leo, watakaokuja baada yangu waseme tulikuwa na wazazi ambao walijali nchi yetu, na hili ndio kusudi la kila binadamu. Vinginevyo tunakuwa hatuna thamani kabisa ya kuishi. Kwa hiyo niwaombe sana, popote mnaponisikia, ama kesho kama utapata hii link mkatusikiliza, tunaomba sana muendelee kujali, kuchanga, na muhimu zaidi ni ile subscribe, kwamba ili kila mwezi tusikukumbushe. Tungetaka wewe usubscribe. Mimi nimesubscribe na kesho nitaongeza idadi. Nimefanya kila mwezi, lakini kesho ama leo hii jioni nitasubscribe ya kila wiki, ni chama hiki kichukue pesa kutoka kwangu, ili watu wengine waweze kufanya kazi kuanzia ngaza chini kabisa, kuweze kuwa na uweni ya kazi hizi. Ukisikia tunafanya operation ya chama, ni mamilioni ya pesa inahitajika. Ukisema timu ya katibu mkuu iende kushoto, ya mwenyekiti iende kulia, ya wajumbe wa kamati kuu iende katikati, ni pesa nyingi sana. Na uzuri wa jambo hili ni nini? Uzuri wa jambo hili kwamba wanachama na wananchi na wafuasi, mpaka wanachama wa Chama cha Mapinduzi, ambao ninawashauri sana na wenyewe waendelee kuchangia chama hiki, kwa sababu hali yao na wenyewe ni mbaya sana, kwa sababu uchaguzi wao hata walivyomaliza hatujua wameumalizaje. Tumesikia tu Mama Samia ni mgombea urais, Nchimbi ni makamu wa rais, wanakuja kulalamika kwetu, wameshinda kulalamika kwenye vikao kule. Kwa hiyo na wenyewe tunaomba sana wachangie, kwa sababu demokrasia ya nje inapokuwa kubwa, maana yake nizamu vile vile itakwenda kwenye kila chama cha siasa. Sasa CCM na wenyewe wakitaka kuona kwamba wao wanakuwa salama ndani ya vyama vyao ama chama chochote cha siasa, maana yake ni lazima wahakikishe kwamba demokrasia pana inaimarika. Kwa hiyo tunataka kila mwananchi anayejali nchi, kila mwananchi anayechukia ufisadi,
kila mwananchi anayechukia masuala ya bandari, kila mwananchi anayechukia mifumo ya elimu, kila mwananchi anayechukia utaratibu wa masuala ya afya. Ukienda hospitalini unaambiwa nini? Kwa sababu 90% ya watu siku hizi wanakwenda hospitalini wanakuwa diagnosis wrong. Na ndugu yetu amefariki hivi karibuni, Magoma, alikuwa anatibiwa moeba kwa miaka 3. Baadaye wanakuja kurealize kwamba ni kansa, imekwenda stage 3, stage 4. Tunafanya pilika za kumkimbiza, kumrudisha, tumempoteza. Kwa hata wale wanaokwenda hospitalini pamoja wana pesa, lakini wajue kwamba medical facility pia zimecompromise, kila mahali kuko compromise. Kwa tunamhitaji kila mtu, daktari, tunamhitaji lawyer ambaye analalamikia mifumo ya mahakamani, tunamhitaji polisi achange anayelalamikia kwamba mishahara haitoshi, tunamhitaji nesi, tunamhitaji mwalimu, tunamhitaji mfanyabiashara analalamikia masuala ya kodi, tunamhitaji mfanyabiashara ambaye anaona kuna influx kubwa ya Chinese wanaingia nchini, wanafanya biashara ambazo zilikuwa ni biashara za wazawa kabisa. Ukiangalia kazi zinazochukuliwa na makampuni ya Kichina sasa hivi ambazo ni local contents, wafanya biashara mnajua wanachokisema. Kwenye construction industry mnajua mnavyosafa, kwenye wanaofanya import trading mnajua mnavyosafa. Leo biashara imekuwa ni ngumu sana kwa sababu wa China wamekuja hapa, wameweka viwanda ndani vingi, na hakuna kabisa supervisor ya namna ya kumlinda mfanyabiashara ndani ya nchi. Nyie wote wafanyabiashara, ni Kariakoo, ni Kilombero, ni Arusha, ni Mwanza, ni kila mahali, nyie vile vile tunahitaji michango yenu. Hii michango ina maana moja tu, kufanya hii kazi kuwa rahisi. Na mtakapotoa fedha, manake chama hiki kinakuwa kinaendeshwa na pesa za umma, kinakuwa kinaendeshwa na pesa za wanachama. Kwa hata tunapotengeza policy za chama, tunakuwa hatuna influence ya watu nyuma ambao wametupa fedha nyingi mmoja anayesema nataka mtengeze policy hii kuhusu madini. Unapokuwa na chama cha siasa kinachotegemea influence za watu wachache kwenye finance, ni rahisi sana kutengenezewa policy za kisiasa ama za kuendesha nchi hata pale mnapokuja kushinda madaraka. Kwa msingi wa kila mtu kutoa pesa ni kwamba, na kuchangia chama, ni kwamba mnakuwa na chama ambacho mnakimiliki, na mnakuwa na chama ambacho kina utii kwa kila mtu. Kwa hiyo ajenda ya mwananchi inakuwa ajenda ya iko chama. Kwa hiyo maana yake ni kwamba mnapokomiti michango yenu midogo, maana yake ni kwamba mnakomiti vile vile chama kuwa na adabu kwa wananchi, kwa sababu tunafahamu hatuwezi kufanya kazi zetu za siasa bila nyie kutusaidia. Tutafahamu kwamba makao makuu haiwezi kuwa hapa, umeme ukalipwa, internet ikalipwa, kama nyie hamkutoa pesa kiasi kidogo. Kwa jinsi ambavyo mmechanga tu hivi karibuni, almost kipindi mwezi mmoja, ni karibu mmeshachanga hela ambao tunalipwa na serikali kila mwezi ruzuku. Maana yake ni kwamba targeti yetu kwa kupitia nyie wananchi, ndani ya miezi 3 tufike milioni 300 kwa mwezi, ndani ya miezi 6 tufike bilioni 1 kwa mwezi. Sasa inawezekanaje? Wewe hapo ulipo usiseme mtu fulani atafanya, huyo mtu fulani ni wewe. Wewe unanisikiliza, wewe dada na wewe boyfriend girlfriend ambaye mmekaa pamoja, usiseme mtu fulani atafanya, huyo mtu fulani ni wewe. Usifanye imagination kwamba mimi nisipotoa pengine atatoa jirani yangu. Hapana, jirani yako naye akifanya hiyo. Hello, welcome back. JEB Village, what country are you watching from? Today we will show you Africans who eat fish with electricity. African life in the village. They cook good fish, but with electricity. Have you ever eaten it? It's really strange, but it's nice because they eat happily and they also feel the whole world is theirs. It's amazing that this African community uses the same culture of believing that food cooked by a beautiful black woman is tastier, and men like to marry black women because they grow hotter in the country. What are your cultures? After cooking, they must be called old people so that they can eat here. What you are looking at is a fish with electricity. Being cooked, these fish are found in a well in Tanzania, Africa. The African community prepares food together. They sit and eat. When they start to eat, they eat with love and solidarity. They like to eat fish and other things. Surprisingly, this community believes that black women are the most popular for men to visit cities with black women
because they believe that these women are hotter. For example, if you look at this girl who cooks, she is a black girl. Because they like women like this, they believe that a girl like this, her food will be tastier because she cooks more calmly. And when she cooks with a beautiful smile. Many people like girls like this more. Men collect cows and visiting families with daughters who are getting married. The surprising thing is that these fish are famous for their sweetness, even though they are electric fish. These fish are found in Tanzania, mainland Africa. Very attractive. If you look at her, like this one who cooks, she is really beautiful. Africa is famous for having very beautiful women. Have you ever been to Africa? If you haven't been, tell us what country you are watching us from. Please count. Scrub channel. There's so many things today. In addition to having good food, the African environment is attractive because the climate is calmer, which causes African people to be beautiful and have softer skin than other continents. If you consider the African environment, it is an environment that encounters rain frequently, but also far from encountering a lot of rain to meet the sun with great calmness, the sun that does not hurt because many deserts are not found in Africa, but are found in other continents. Look at the many attractions found in this video. These are pots that are found only in Africa, but apart from being stuck in a pot, he uses it to move. It is a natural handle. He cuts a tree with 2 horns and holds the pot while moving maize grain that is very nutritious for men. But this grain is famous for children so that they can gain intelligence and women to find the strength to work. It should be remembered that in Africa, women do most of the housework and men go to find income to meet the family. Welcome to our channel to learn many things. We ask you to comment and let us know under we will see what nation will happen